Mali si Mungu. Masomo: Ezekieli sura ya 28 aya ya kwanza mpaka ya 10 na Mathayo sura ya 19 aya ya 23 mpaka 30. Jumanne tarehe ya 18 Agosti mwaka wa 2026. Ndugu zangu wapendwa, msikilize Mungu leo, si kwa masikio tu, bali kwa dhamiri, kwa sababu neno la leo linagonga mlango mahali ambapo wengi hawapendi kuguswa: mali, fedha, mafanikio na kiburi cha moyo. Katika somo la kwanza, mtu mwenye mamlaka, mfalme wa Tiro, anasema moyoni, mimi ni Mungu. Kwa nini? Kwa sababu amepata mali, hekima na mafanikio. Tatizo lake si kuwa na vitu. Tatizo ni kwamba vitu vimemfanya ajisahau yeye ni nani na Mungu ni nani. Hivi ndivyo utajiri unavyoweza kumdanganya mtu. Unaanza kwa kusema nina mali, baadaye unasema mali ni yangu, mwishowe moyo unasema simhitaji Mungu. Hapo ndipo utajiri unapogeuka kuwa sanamu. Ndugu yangu, usidanganyike na kile kilicho mkononi mwako. Ukiwa na fedha leo, kesho unaweza kuwa unazihitaji kwa dawa. Ukiwa na nguvu leo, kesho unaweza kuhitaji kusaidiwa kuinuka kitandani. Ukiwa na cheo leo, kesho mwingine anaweza kukalia kiti chako. Kwa hiyo, kwa nini ujivune? Yesu anasema ni vigumu tajiri kuingia katika ufalme wa mbinguni. Haya ni maneno mazito. Yesu hasemi kwamba fedha ni chafu. Anatuonya kwamba moyo wa mwanadamu unaweza kufungwa na fedha mpaka ukashindwa kumwona Mungu. Unaweza kuwa na nyumba kubwa lakini ukakosa amani. Unaweza kuwa na gari zuri lakini ukawa na moyo mchungu. Unaweza kuwa na akaunti yenye fedha nyingi lakini ukalala ukiogopa kila mtu. Unaweza kuwa na kila kitu mezani lakini ukakosa mtu wa kumpenda. Huo sio utajiri. Huo ni utumwa uliovaa mavazi ya utajiri. Angalia pia maneno ya Petro, sisi tumeacha yote tukakufuata, tutapata nini? Yesu hamwambii Petro utakosa kila kitu. Anamwambia kwamba anayemfuata kwa uaminifu hatapoteza na mwisho atapata uzima wa milele. Hapa ndipo tunapaswa kuweka mizani ya maisha. Mali inaweza kukupa miaka michache ya starehe. Kristo anakupa uzima wa milele. Mali inaweza kukujengea nyumba. Kristo anakutayarishia makao ya milele. Mali inaweza kukupa jina mbele ya watu. Kristo anakupa jina mbele za Mungu. Basi, kwa nini umuuze Mungu kwa vitu vinavyopita? Ndugu zangu, siku ya mwisho hakuna atakayebeba benki yake, hakuna atakayeingia kaburini na gari lake, hakuna atakayebeba cheo chake. Mikono itakuwa mitupu. Ndiyo maana usiulize tu
nimekusanya kiasi gani? Jiulize, nimefanya nini na nilichopewa? Je, umewahi kumsaidia mwenye shida? Je, umewahi kumlisha mwenye njaa? Je, umewahi kumsamehe aliyekukosea? Je, umewahi kutumia mali yako kumtukuza Mungu? Kwa sababu mbele za Mungu thamani ya mali hailipwi kwa kiasi ulichokusanya, bali kwa upendo ulioutumia. Ndugu yangu, usiruhusu baraka za Mungu zikufanye umsahau Mungu. Ukipata fedha, mshukuru Mungu. Ukipata biashara, mshukuru Mungu. Ukipata nyumba, mshukuru Mungu. Ukipata cheo, mshukuru Mungu. Lakini sema kila siku, Bwana, wewe ndiye mwenye yote, mimi ni msimamizi tu. Kwa sababu mali ni nzuri ikiwa iko mkononi mwako, ni hatari ikiwa iko moyoni mwako. Usijenge maisha juu ya kitu ambacho kitatoweka. Mweke Mungu kwanza.